Asifiwe. Kuna jambo najua litawashtua wengi sana, lakini ndo uhalisia. Nazungumza na wapendwa katika Bwana. Miaka kadhaa tulifanya uchunguzi, tukagundua kuna baadhi ya wavuvi na wafanyabiashara wa baadhi ya mabucha wakishirikiana na baadhi ya manesi na wahudumu wa mochwari wanafanya biashara haramu ya kuuzwa kwa maji ya maiti. Wananunua maji ya maiti yalioshwa maiti zile za ajali, labda unakuta nini, yale maji yale wanakingiwa, wanauziwa, wanaweka kwenye samaki, ama hata wavuvi wanaenda kuvua kwenye samaki kule, wakienda baharini ama ziwani wanamwaga, tena sana sana kwa Dar es Salaam baharini, maana ndo tulifanyia uchunguzi kwa upande huu. Wanaweka kwenye samaki unakuta ana uwezo wa kukaa miezi 2, mwezi na nusu, miezi 3. Kwa hiyo of course ilileta taharuki. Nataka kuongea kitu, lakini kabla sijakwambia kwa nini nasema hivi, hebu angalia kwanza ushahidi huu hapa wa video hii, alafu niendelee na maanisha nini. Unafahamu lolote kuhusiana na biashara haramu ya uzwaji wa maji ya maiti? Anajua kabisa mimi ninavyochukua haya maji ya maiti nikaweka kwenye samaki zangu, yani nina uhakika kufanya biashara muda wote masaa 24 na kumaliza mapema, yani ushirikina. Hii ni biashara haramu ya uzwaji wa maji ya kuoshia maiti inavyoshamiri kwa siri kubwa, huku ikihusisha baadhi ya wafanyabiashara, baadhi ya wavuvi, baadhi ya wahudumu wa hospitali mbalimbali nchini, sambamba na walinzi wa hospitalini. Kwa nini? Ingetoa maiti yoyote kama hata achukuliwe. Unaosha wote hata kama ni 5 6. Na mara nyingi wanatumia maji ya maiti, yani kwamba ni wale wanachukua mzigo wa kutaka samaki asiharibike. Na kweli kwenye samaki hata mwezi anakata, wiki anakaa. Ni maiti nyingi sana zinatoka. Ndio maana nakwambia nipe wiki moja lita 500 unakusanya. Jamani, hata kama sio 500 hata 100, 200, yani inategemea ni. Mtazamaji, Waswahili wanasema safari moja huanzisha nyingine. Hivi ndivyo Uso kwa Uso inavyoendelea na safari ya kutafuta ukweli uliojificha juu ya njia ya upatikanaji wa maji haya ya maiti. Mimi ni Uso kwa Uso, mzalendo wa kweli. Nimeapa kulitumikia taifa langu na kulilinda kwa kuibua mambo yanayofanyika gizani yenye nia ovu dhidi ya taifa langu.